kukamilisha mapitio ya vitabu viwili ambavyo ni kitabu cha madini yapatikanayo nchini toleo la 5 na kitabu cha madini viwanda toleo la 2. Hiki kitabu cha madini yapatikanayo nchini tumepata taarifa za kina zinazoonyesha uwepo wa madini mpaka katika ngazi za vijiji. Kwa hiyo kwa kila mkoa tumeainisha jiolojia yake, kila wilaya mpaka kata na vijiji na aina ya madini yanayopatikana katika hayo maeneo. Kwa hiyo ni kitabu ni zao la kipindi hiki ambacho tunakitolea taarifa kwa sasa. Vitabu hivyo vimechapishwa na kusambazwa kwa wadau, lakini pia vitabu hivyo vina taarifa mpya juu ya maeneo yenye madini nchini na hivyo inatarajiwa kuchochea uwekezaji katika sekta ya madini. 12 ni JST ilikamilisha utafiti maalum wa jiolojia, jiofizikia na jiokemia uliofanyika kwenye maeneo ya chimbaji wadogo wilaya ya Biharamulo, mkoa wa Kagera na kubaini uwepo wa madini ya kaolin. Mafanikio mengine ni kwamba JST ilikamilisha utoaji wa mafunzo kwa wachimbaji wadogo wa madini wapatao 2733 kuhusu uchukuaji wa sampuli wakilishi na utambuzi wa jiolojia ya maeneo yenye uwepo wa madini. Mafunzo yalifanyika katika mikoa ya Lindi, Morogoro, Geita na Mwanza. Sehemu nyingine ya mafanikio ni kupata ithibati kwa njia nyingine 2 za uchunguzi wa sampuli za madini na kufikisha jumla njia 3 zenye ithibati katika maabara yetu ya JST. Njia hizo ni uchunguzi wa sampuli za dhahabu kwa njia ya kemikali yani aquaregia na upimaji wa kiwango cha majivu katika makaa ya mawe kwa njia ya utofauti wa uzito yani gravimetric. Kupatikana kwa ithibati hizo kumekuwa na manufaa mengi kwa taifa ikiwemo kupanua wigo wa majibu ya uchunguzi unaofanywa na maabara ya JST mpaka kutambulika kimataifa. Kuongezeka kwa idadi ya sampuli zinazoletwa katika maabara ya JST kwa ajili ya uchunguzi, lakini vile vile kuongezeka kwa makusanyo yanayotokana na huduma za maabara. Aidha, baada ya ukaguzi uliofanyika mwezi Machi mwaka huu kupitia chombo kilichotupatia ithibati SADCAS, maabara ya JST imeendelea kukidhi vigezo vya kuendelea kubaki na ithibati kwa kipindi kingine cha miaka 5 mpaka Oktoba mwaka 2029. Sehemu nyingine ya mafanikio ni taasisi imefanikiwa kupata kibali cha ajira na kukamilisha taratibu zote za ajira na kuwezesha watumishi 24 katika kada mbalimbali kuajiriwa na kuripoti kazini. Aidha, kwa bajeti ya mwaka huu wa fedha tunayoendelea nayo, taasisi imepata kibali cha kuajiri watumishi wengine 34 ambapo taratibu za ajira zinaendelea katika mamlaka ya ofisi ya Rais Secretariat ya ajira. Na sehemu nyingine ya mafanikio ni maboresho ya mazingira ya utendaji kazi na vitendea kazi yamefanyika kwa kiwango kikubwa. Vitendea kazi na vifaa vya kisasa vilivyonunuliwa katika kipindi husika ni pamoja na mashine za mionzi. Katika uchunguzi wa sampuli za madini kuna mashine ambazo tunatumia ni mashine za mionzi kwa ajili ya kuangalia madini msingi yani base metals, major na trace elements. Kwa hiyo vifaa hivi tumevipata katika kipindi hiki, ni mashine za XRD na mashine za XRF kwa ajili ya uchunguzi wa sampuli za miamba na udongo. Lakini vile vile tumefanikiwa kupata tanuru kubwa ambalo tanuru hili linatuwezesha kufanya uchunguzi wa sampuli za dhahabu na lina uwezo mkubwa wa kuingiza au wa kupokea sampuli 50 kwa wakati mmoja, ukilinganisha na hapo awali tulipokuwa na tanuru dogo lililokuwa na uwezo wa kupokea sampuli 16 kwa wakati mmoja. Na kazi yote hiyo ya uchunguzi kupitia tanuru hufanyika kwa saa moja. Kwa hiyo imetuongezea capacity ya kwenda mbali zaidi na kuongeza wigo wa utoaji wa majibu ya sampuli kwa wakati. Vile vile tumepata vifaa vipya ambavyo ni ABEM thermometer, ABEM Terralock, GDD IP receivers, electromagnetic machines, HANA multiparameter diaper. Na upatikanaji wa vifaa hivi utawezesha taasisi kuwa na timu za kufanya utafiti kati ya 3 mpaka 5 kutegemeana na mahitaji ya wateja, ukilinganisha na timu moja hapo awali. Tunapokea kazi za ushauri elekezi kutoka kwenye ofisi mbalimbali za umma, lakini makampuni, wachimbaji wadogo, wachimbaji wa kati na wachimbaji wakubwa. Ushauri huo elekezi hutuhitaji tutumie baadhi ya vifaa. Sasa ongezeko la vifaa hivi na maana linatuwezesha sasa kupanua wigo wa kutoa huduma
ya ushauri elekezi kwa wadau wetu. Pia kwa uwepo wa vifaa hivyo, taasisi itaweza kufanya utafiti wa madini kinywe, yani graphite, shaba, copper na nickel kwa ufanisi mkubwa, pamoja na tafiti za maji, upimaji wa ubora wa maji na kina chake, tofauti na hapo awali ambapo taasisi haikuwa na uwezo huo. Sehemu nyingine ya mafanikio ni kwamba GST iliongeza mashirikiano na taasisi za ndani na nje ya nchi kwa lengo la kubadilishana uzoefu na teknolojia katika masuala ya utafiti wa madini. Tunajua kwamba teknolojia inakuwa kwa kasi sana, hasa katika upande wa utafiti wa madini hata na uchimbaji. Kwa taasisi ambazo GST inashirikiana nazo na imeingia moyo nazo ni pamoja na kwa hapa ndani ni vyuo vikuu, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Chuo Kikuu cha Dodoma, Shirika la Taifa la Madini STAMICO. Kwa upande wa nje tuna mashirikiano sasa ya taasisi yetu na taasisi ya jiolojia ya Korea Kusini. Mashirikiano haya yamesainiwa jana na mtendaji mkuu wetu. Lakini vile vile tuna mashirikiano na Geological Survey ya Finland na Burundi pia.